Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Shikamoo babu. Marahaba binti yangu, habari? Ni nzuri. Habari za utokako? Ni njema. Za tangu juzi? Ni nzuri. Leo umekuja peke yako? Mwenzako umemwacha wapi? Leo ana kazi, kwa hiyo nimeamua nije mwenyewe. Umeniletea tena habari njema au leo umeleta habari mbaya? Leo nimeleta habari njema. Hebu niambie binti yangu. Sasa leo nimekuja na kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Neno la Bwana linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako yote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Kwa hiyo mimi babu, nimekuja kukwambia unatakiwa kumtegemea Bwana, unatakiwa kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Maana unapomtegemea Mungu unakuwa ufanyi dhambi, yaani unakuwa unamtegemea Mungu mwenyewe. Huwezi kutegemea mashamba, huwezi kutegemea kitu chochote, bali umtegemee Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nakuona babu, muda wote unakaa yaani ukifanya tu bustani, lakini huwezi kumtegemea Mungu. Unaweza kufanya bustani yako, ndio, sikatai kwamba usifanye bustani, lakini umtegemee Mungu. Ni kweli binti yangu, lakini nisipotegemea mashamba yangu haya ambayo sasa hivi nilipata pesa nikawekeza kwenye bustani, kwenye mashamba, nitegemee nini? Hii shamba ndio inanilisha, hii shamba ndio inanitunza. Unaniambia nitegemee nini? Hebu niambie. Unatakiwa kumtegemea Mungu kwa sababu Mungu anaweza kufanya kitu kimoja. Anaweza kukausha miti yako yote, akakausha mazao yako yote, ukaacha kutegemea mazao. Kwa hiyo unatakiwa kumtegemea Mungu, kwamba Mungu ndiye anaweza kukufanikisha katika mambo yako yote. Hiyo naisema ni kweli. Mungu ndiye anayefanikisha. Mungu aliumba mwanadamu, akatupa vitu vyote tuvitawale. Sasa ukishapewa vitu vya kutawala, sasa hivi mimi namiliki vitu, unaona nimemiliki bustani zangu, nimewekeza pesa, ndio maana unaona sina shida, kila kitu napata kwa uhakika. Kwa hiyo habari za kwamba kumtegemea Mungu, nyie changamoto sasa hivi iliyopo, mabinti wadogo wadogo mmejikita kwenye habari si za urokole, habari za Biblia, mnasumbua watu. Baada ya kutulia ukasoma, sasa hivi unatakiwa, inaonekana umetoka shule muda sio mrefu, ulitakiwa kuwa nyumbani ukasaidia wazazi, kama ni habari za mifugo, habari za biashara ukasaidia. Sasa hivi umeshaanza kuhangaika na Biblia, unakuja na unaanza kusema kwamba tuache kazi tufanye tumtegemee Mungu. Utakula nini ukimtegemea Mungu? Ukimtegemea Mungu anaweza kufanikisha katika mambo yako yote. Mfano, unategemea mashamba, Mungu anaweza kutoa mashamba yako yote. Mungu anaweza kuleta vitu vikaribu. Naomba nikusomee kwanza kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 33 ili uweze kuelewa jibu la hilo swali ulilouliza. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kwa hiyo pale tunapoenda kanisani Jumatatu, Jumanne, Jumatano hadi mwisho wa wiki, ni kwamba tunautafuta kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine tunazidishiwa. Kwa hiyo tunapopewa siku na Mungu, tunatenga muda kwanza wa kutafuta ufalme wa Mungu na tunatenga muda wa kufanya kazi zetu sisi kama sisi. Walokole kwa kweli hakuna anayeweza akashindana na nyie akawaweza. Yaani kila kona ya Biblia unajua neno limeandikwa wapi. Neno ulioisoma hii kama vile imeniingia akilini. Ninatakiwa kutafakari kwa upya. Una uwezo ukanisaidia, maana wewe mtoto unaonekana ni mtu akikutazama kwa sura unaonekana katoto kadogo, lakini kuna vitu ndani yako. Na kwenye hili usishike Biblia tu, shika sana na elimu hiyo. Inaweza ikakusaidia ukiwa profesa ukaongeza na maarifa ya Mungu hayo, unaweza ukaenda mbali. Kabisa, nimekusikia, nimekuelewa. Sasa kabla sijakuombea, nataka nikutaarifu kuwa nikirudi hapa tena nitakuja na watumishi wengine. Sawa sawa. Ila wakati unaniombea, ombea na mashamba yangu ili yastawi vizuri. Ukiwa unakuja hapo unapata matunda, unapata mboga. Usisahau kuombea hivi vitu. Lakini pia usisahau kumtegemea Mungu. Kabisa. Naendelea kutafakari. Ngoja uniombee. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya babu huyu, yuko mikononi mwako sasa, namweka mikononi mwako. Tazama Kristo azima amekuja mbele zako. Ninaomba Kristo azima neema yako ikae pamoja naye, ukampe kutafakari kuhusiana na haya mambo ambayo nimefundishwa kwa siku ya leo. Neema yako ikaendelee kuwa pamoja naye. Ninaomba pia ukamsaidia hata katika hii kazi anayoifanya. Rehema zako na baraka zako zikaendelee kufuata. Mungu wa Isaka na Yakobo ukaendelee kumbariki, mpe kustawi kwa matunda. Rehema zako na baraka zako zikaendelee kuwa pamoja naye. Asante Kristo, kwa sababu ninaomba machache, mengi unakwenda kutenda. Kupitia jina lako. Gusa na hapa mgongoni.
Baba Mungu mwema, ninaweka mgongo huu mikononi mwako, ninaomba uponye katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, usiwache wala kupungukia. Mungu, katika kazi anayofanya, ninaomba ukawe tabibu wake, ukaendelee kumponya kila magonjwa yote aliyonayo. Neema zako na fadhili zako zikae pamoja naye. Amen. Asante sana. Sasa unatakiwa kuamini, Mungu atakuponya. Mungu akutunze. Ngoja nikupe na zawadi hii. Unaweza ukapika kama mboga, alafu ukablendi kama juisi, inaweza ikakusaidia. Sasa na hii Biblia itakusaidia kusoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Mungu akubariki. Kwa mfano nataka kutafuta Marko, nafanyaje? Nikitaka kutafuta Marko sura ya 5 nafanyaje? Unatakiwa kuangalia huku, maana ndiko kuna vitabu. Utaangalia huku, unaangalia huku vitabu, alafu unaangalia huku ni namba ngapi, unatafuta kwa huku. Hapo ni kwa wewe. Asante sana. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Asante, nashukuru. Asante. Haya. Nitatangaza neno lake Bwana tunajua maandiko yote mataifa mbalimbali. Mbona mimi utaniwezesha? Nitatangaza maneno haya yanaweza yakanifaa kwenye maisha yangu, na mimi nikaziweka kama wazee wengine nikaziweka vizuri. Mungu akabariki katoto. Amen.